Kwenye darasa, mwanafunzi aitwaye Jihoon anachora picha kwa makini. Muda tu baadaye, macho yake yanapanuka kama sahani za shaba, wakati msichana aliyekuwa bora darasani anaharibu kwa bahati mbaya mchoro wake. Msichana anasema, usijali. Bila kufikiria, anajaribu kuisafisha kwa kifutio, lakini doa linazidi kuwa chafu, likiacha madoa meusi. Kikundi cha watayarishaji wa filamu wanapiga picha hii yote. Mkurugenzi na wafanyakazi wanamfuatia mara moja Jihoon na msichana, Yeonsu. Jihoon anajaribu kukimbia, lakini Yeonsu anamshinda na kumdhihaki. Jihoon anagusa meno kwa hasira, lakini hana budi kukubali. Wakati filamu ya maisha ya shule ya Jihoon na Yeonsu inapotangazwa, inavuma mara moja na kuwa moja kati ya kumbukumbu nzuri za msimu wa joto huo. Lakini miaka 10 baadaye, hata Yeonsu aliyekuwa bora darasani amekuwa mfanyikazi wa nyumbani. Maagizo yake hayampendezi mteja, na anabidi kuelezea wazo lake kwa tabasamu la uongo. Mteja anamkasirikia mdomoni. Akigusa meno kwa hasira, Yeonsu anamwambia amwache amalize kwanza. Lakini kisha anatoa kadi yake ya mwisho. Anaahidi kumleta mchoraji maarufu zaidi Korea kwa utangazaji wa jumba jipya. Meneja Jang anapendezwa na wazo hilo na anauliza mara moja kama mchoraji atapatikana. Kwa ujasiri mwingi, Yeonsu anasema ndiyo, lakini hajui kwamba mchoraji huyo maarufu ni hakika Jihoon. Wakati huo, Jihoon amekaa kwa raha mwangani. Rafiki yake Jeong anafanya video ya utangazaji kwa duka la baba yake. Jihoon anaonekana kwenye video na kuzuia kamera na kusababisha kuchukua picha mara nyingi. Kwa hasira, baba yake Jeong anamfukuza. Baada ya chuo, Jihoon anafanya kazi kila siku kwenye duka la wazazi wake, akiosha na kuondoa maharagwe. Wazazi wake wanamchukulia kama mtoto asiye na matumizi, aliyekuwa na alama za chini kila wakati. Tumaini lao pekee ni kwamba mtoto wao abaki na furaha. Jung anamwagia maharagwe ya Jihoon kwa makusudi, na kwa sababu hii, Jihoon anakemea na wazazi wake, lakini hawajui kwamba mtoto wao ni mchoraji tajiri asiyejulikana. Baada ya kuosha maharagwe, Jihoon anachukua baiskeli yake ya umeme na kwenda kwenye studio yake, ambapo anachora kwa utulivu wakati akiwa na muziki mpole. Ndani ya dakika chache, michoro yake yote inakuwa hai. Amekuwa mchoraji bora wa Korea, ambaye kila mtu anamuita msanii wa Seoul. Nishati yake inahisiwa kwenye kila uchoraji, lakini hakuna mtu aliyewahi kuona uso wake halisi. Meneja wake mwenye mchezo anaendelea kumlazimisha kwenda nje kufanya mazoezi. Nyuma kwenye kampuni, Yeonsu anawaambia timu yake kukusanya taarifa zote kuhusu mchoraji huyo. Anapoona kazi yake, anahisi ukaribu wa kipekee. Akiwaangalia mahojiano, anaona kwamba mchoraji hachoragi sura za wanadamu. Sababu ni kwamba watu wanabadilika au kuondoka baada ya muda, na yeye hapendi mabadiliko hayo. Miaka 10 baadaye, filamu ya maisha ya Jihoon na Yeonsu inavuma tena. Jung anapata kazi mpya, kufanya filamu ya mwendelezo ambayo inaunganisha tena baada ya miaka 10. Wakati huo huo, Yeonsu anaenda kwenye mkahawa kwa ajili ya mkutano wa kupatana kwa ushauri wa rafiki yake. Huko, anaona mteja wake Yang, na kwa bahati mbaya wamevaa mavazi yanayofanana. Inaonekana kama wanandoa. Kwa kujisikia aibu, Yeonsu anahama na kusubiri. Halafu, mwanamume mwenye suti nyeupe anakuja, mwenye kupatana naye. Yeonsu anasema samahani kwa kutokujitokeza kwa mara nyingi. Mwanamume anasema alimwalika wakati huu, licha ya kupuuzwa mara kwa mara, kwa sababu alitaka kuthibitisha kama alistahili muda wake au la. Anamkumbusha kila sababu, kukimbia kazi, kugairi mara ya mwisho. Alikuwa na hasira, kwa hivyo wakati huu alitaka kuchukua kisasi. Mwanamume anamtukana Yeonsu vibaya na kuondoka, akimwacha amesimama huko kwa mshangao. Hawezi kuondoka wala kukaa. Kisha anakumbuka kwamba Jang lazima ameona kila kitu. Kwa hofu, anaenda kwake na kumuuliza. Akimwona Jang anajaribu kuzuia tabasamu, Yeonsu anajisikia aibu zaidi. Anamwomba ajifanye hakusikia chochote. Wakati huo anahisi njaa, kwa hivyo anameza aibu yake na kukaa mezani naye kwa chakula cha jioni. Baada ya vikombe vya mvinyo, Yeonsu anaanza kujisikia kizunguzungu. Kisha anaanza kusema kilicho moyoni, akisema Jang hana hisia. Kisha anakunywa glasi yake ya mvinyo mwenyewe. Anaangalia mavazi yao yanayofanana na kukumbuka siku zake za chuo, alipokuwa amevaa mavazi ya wanandoa na Jihoon. Wakati wa kuchukua picha ya filamu, Yeonsu na Jihoon walikuwa katika uhusiano. Siku moja wakati wa kusafisha, Yeonsu aliuliza, "Je, kama mimi nitapita chune?" Siku moja, Jihoon amelala usingizi mzito wakati kengele ya mlango inalia. Anaamka, akafungua mlango na anashangaa. Yeonsu amesimama mbele yake. Yeonsu anafika nyumbani kwa Jihoon wakati anachunguza mchoraji Go. Alipofungua mlango, Jihoon anashangaa na mara moja anaenda ndani kutafuta kitu. Kisha anafungua mlango tena kwa utulivu na kumfukizia na kutupa chumvi. Alikuwa amejifunza hili kwa siri. Jihoon ana wasiwasi ndani, lakini anajaribu kuonyesha miza Jihoon kwenye ukuta ili asitoroke. Lakini anadhibiti hasira yake. Anamwelezea kwa utulivu kwamba kampuni yake inaendesha hafla ambayo inahitaji kazi ya Go. Jihoon lengo moja tu, kumfanya Yeonsu onje upuuzi aliodhihirisha kwake. Furaha ya siri ya Jihoon inaonekana wazi machoni mwake anapomwangalia mpenzi wake wa zamani, akiwa hajui cha kufanya. Mwishowe, mkutano wao wa aibu na hasira unaishia bila hitimisho lolote. Wakati Yeonsu anachukua vitu vyake kuondoka, kengele ya mlango inalia. Anajisikia furaha ndani. Anakumbuka wakati walipokuwa wakipenda, na Yeonsu alipouliza, "Je, nitakupenda milele?" Na sasa, miaka 5 baada ya kujitenga, Jihoon anafanya hasa aliyofikiria, kumfukizia na kumtupa chumvi. Yeonsu sasa anajua kwamba Go ni kweli Jihoon.
Anakumbuka ahadi alizozitoa kwa mteja, ambazo sasa zinaonekana kuwa hazinawezekana. Anamstress sana hivi karibuni anapotembelea. Ji-hoon pia anajuta matendo yake. Siku iliyofuata ofisini, Yong-soo anapanga kumshawishi bosi wake kwa mpango mbadala, lakini hata hapati nafasi ya kusema na anatumwa kutembelea tovuti mpya ya maduka na mteja. Kuna ukimya wa aibu kwenye lifti. Kwanza mazungumzo, Yong-soo anamtaja bosi wake. Wakati kengele ya lifti inapigwa, kumbukumbu inaanza. Anakumbuka alipokuwa amekunywa sana na mbele ya Yang, akikaa chini akilia, akishikilia mwavuli na kusema, sina mwavuli. Kumbukumbu hiyo ya aibu inamfanya aache kwa muda. Wakati wa kufunga mkanda wa usalama kwenye gari, anakumbuka jinsi alivyomfundisha Yang wakati akiwa na hangover, na hata kumwambia kuhusu mpenzi wake wa zamani, Ji-hoon. Zhang anajibu kwa utulivu, lakini Yeon-soo anaanza kujisikia aibu. Anahisi ameharibu kazi yake. Anasema samahani, na Zhang anamwambia kwamba ikiwa atakamilisha mradi vizuri, atamsamehe. Kwa sababu hii, Yeon-soo hawezi kusema mpango mpya. Wakati huo huo, meneja wa Ji-hoon anamwamsha na kumwambia kuhusu pendekezo. Ji-hoon anakataa awali, lakini anapojifunza kwamba mnapaswa kukutana na Yeon-soo mwenyewe. Jumba hilo lina ufunguzi wa majaribio, kwa hivyo Ji-hoon anaenda huko. Huko, anakutana na Yeon-soo. Wakati huo huo, amechanganyikiwa kwa sababu Ji-hyun hajajibu ujumbe wake. Anafikiria labda yeye ni bize kuhariri, kwa hivyo anaacha mazoezi na kwenda kumwona. Yeon-soo anamwambia Jang kwamba watalazimika kubadilisha mpango kwa sababu Go haonekani hadharani. Kisha anakumbuka kwamba alimwambia Jang akiwa amelewa kwamba Go ni mpenzi wake wa zamani. Anatamani ardhi ingemeza. Jang anagundua kwamba Go ni kweli Ji-hoon. Anamwonya Yeon-soo kwa ukali awe na mipaka ya kitaaluma na ya kibinafsi, vinginevyo atampa mradi mwingine. Yeon-soo hana chaguo lolote. Kwa upande mmoja, anataka kuokoa kazi yake. Kwa upande mwingine, kiburi chake kimeumizwa. Ji-hoon anasimama kwenye lifti, macho yake yakiwa yamejaa mchanganyiko wa hasira na matumaini. Yeon-soo anajisikia kama kila kitu kinamzunguka, lakini anajikaza na kuingia ndani. Lifti inasimama ghafla, kana kwamba ulimwengu unataka wawe na wakati wao pekee. Yeon-soo anamuuliza, kama hukuwa na nia ya mradi, kwa nini ukaja? Ji-hoon anajibu kwa hasira, baada ya miaka 5 tunakutana na ni kwa kazi tu. Yeon-soo anamuuliza, basi utafanya nini? Ji-hoon anapoa ghafla. Mlango wa lifti unafunguka, na Ji-hoon anachukua fursa hiyo kukimbia haraka. Ji-hoon anakimbia kwa kasi kutoka kwenye lifti, lakini mara tu anapofikana naye, anaondoka kwa urahisi. Lakini kuonekana kwake ghafla na kuondoka kunamwacha Ji-hoon mwenye mchanganyiko wa hisia. Wakati huo huo, kumbukumbu inafunua jinsi Yeon-soo alivyokuwa mpenzi mwenye kiburi na anayetaka kila kitu kiwe kikamilifu. Wakati wanafunzi wenzake walipoomba maelezo kabla ya mtihani, wakisema mtihani utakuwa na maswali sawa na yale aliyoyafanya Yeon-soo tu, alichanua ukurasa huo wa daftari yake na kuvunja vipande mbele yao wote. Ji-hoon, aliyekuwa mpenzi wake wakati huo, alikuwa amezoea tabia hiyo isiyo ya kawaida. Wakati wa chuo, mara moja mwanachama wa timu alichelewa kwa madaftari ya kikundi, kwa hivyo Yeon-soo aliondoa jina lake kutoka kwenye orodha bila kufikiria mara ya pili. Mara ya kwanza Ji-hoon alipokunywa pombe na Yeon-soo, alidhani angeweza kuvumilia zaidi, lakini Yeon-soo alianza mashindano ya kunywa pombe ili kujidhibitisha. Alishindana katika kila kitu, na shauku yake ya kuwa wa kwanza ndiyo ilikuwa sababu ya matendo yake yote. Shuleni, ikiwa wanafunzi wa darasa la juu walijivunia, Yeon-soo aliwafanya waone aibu hadharani. Ji-hoon, aliyekuwa katikati, alimalizika kwa kuomba msamaha kila wakati. Ukaidi wake ulikuwa mkubwa sana kwamba ikiwa alipenda nywele zilizopindika, Ji-hoon alilazimika kupata kinyozi kile kile bila kujali kama mkunga nywele alisema nywele zake hazikufaa. Mara moja Ji-hoon alitaka kwenda kuona maua ya cherry, lakini Yeon-soo alimsihi afanye kazi ya muda mfupi kwenye maktaba. Aliona vitu vya kimapenzi kuwa hazina maana. Hata kama walikuwa na mipango ya chakula cha mchana, ikiwa marafiki zake walitokea, alimpuuza Ji-hoon na kuondoka nao. Rafiki yake alisema Yeon-soo alikuwa mrembo, lakini mtazamo wake ulikuwa mbaya. Bado, Ji-hoon alimtakia mafanikio kwa sababu aliona Yeon-soo tofauti na wote. Yeon-soo yule yule aliyemweleza kwa uvumilivu kila swali kwa mwanafunzi dhaifu kama Ji-hoon. Yeon-soo yule yule aliyecheka na kufanya utani na mama yake wakati akisaidia jikoni. Yeon-soo yule yule aliyembeba Ji-hoon mgongoni wakati alikuwa amechoka. Yeon-soo yule yule aliyemlinda kutoka kwa wanafunzi wa darasa la juu. Wakati mwingine alimshangaza Ji-hoon kwa vitu vidogo. Mara moja, wakati Ji-hoon asipoweza kwenda kuona maua ya cherry, Yeon-soo aliumba mvua ya maua ya cherry bandia kumshangaza. Ji-hoon alidhani furaha yao haingevunjika kamwe. Lakini siku moja, bila onyo yoyote, Yeon-soo alimvunja moyo. Mshtuko huo ulibadilisha tabia yote ya Ji-hoon. Alianza kujiadhibu. Alianza kufanya kila kitu Yeon-soo alichokihusu: hasira ya ulevi, ununuzi wa papo hapo, kukosa darasa. Hata alianza biashara ya hisa, akidhani itamsaidia kukimbia maumivu. Lakini alipoteza kila kitu. Kisha akachukua kazi nyingi za muda mfupi ili kufidia hasara zake. Mwishowe, kulikuja wakati alijifungia kwenye chumba na kuchora tu, bila kuongea na mtu yeyote au kuhisi chochote, ndipo alipojipatia njia mpya. Sasa, gurudumu la bahati linageuka tena. Miaka 5 baadaye, wako karibu kukutana tena. Filamu yao ya zamani ya shule inavuma tena, na Ji-hoon anaamua wanapaswa kutengeneza mwendelezo. Katika tukio moja, Yeon-soo amesimama kwenye barabara, akisafisha dirisha la gari kwa macho yake. Dirisha linaposhuka, ndani yumo Ji-hoon. Macho yao yanakutana, lakini Ji-hoon anafunga dirisha kwa utulivu na kuendesha gari lake la gharama.
Yeonsu anasimama huko, akishtuka. Lakini mikutano kama hii inaanza kutokea mara kwa mara. Siku moja, Jihoon anapanda baiskeli yake ya umeme wakati mpira wa mtoto unamkabili. Kujaribu kuepuka, anaanguka. Yeonsu akipita, anamuona akianguka. Siku iliyofuata, Yeonsu karibu kupanda teksi. Mara tu anapofungua mlango wa gari, Jihoon anatoka kwa vifaa vya kutelemka, kana kwamba bahati inaendelea kuacha uso kwa uso. Yeonsu kunywa fimbo yake na kuitorosa barabarani. Wakati mwingine, Jihoon anunua kwenye duka la mboga na vitafunio vikianguka kwenye gari la Yeonsu. Anavichukua nyuma. Wote wanajifanya hawajui na kutembea kwa pande tofauti. Mara tu Yeonsu anapoondoka kwenye maduka, mfuko wake unatoka na kila kitu kinaanguka. Jihoon akiwa nyuma yake, anacheka kwenye eneo hilo, lakini sekunde inayofuata, mfuko wake pia unatoka. Yeonsu hawezi kuacha kucheka, na Jihoon, mwenye hasira, anachukua vitu vyake na kusema, mifuko ya maduka haya yote haina matumizi. Jihoon anashuku Yeonsu anamfuata kwa makusudi, lakini Yeonsu anamuita mwenye utoto na kuondoka. Katika vita hivi vya maneno, Jihoon anashindwa tena. Anapoondoka, Yeonsu anapiga kofi kwenye kopo yake ya kunywa. Yote hii yanaanza kwa sababu ya wazo la Jung la kutengeneza filamu ya mwendelezo. Wote wanakataa awali, lakini usiku, Jihoon anaangalia kwa siri filamu ya zamani na kuanza kucheka. Wakati anacheka, anapapasa pua yake na Jihoon anamshika. Jihoon mara moja anajifanya amelala. Wakati huo huo, Yeonsu pia anafungua kompyuta yake na kuona kipande cha filamu yao kinavuma. Mkono wake unabonyeza kitufe cha kucheza moja kwa moja. Anasikiza mazungumzo ya Jihoon ambapo anamtukana, lakini anapotea katika nostalgia. Anakumbuka jinsi alivyomfuata kwa siri hadi maktabani, au eneo ambapo Jihoon alimwagilia maji bandia darasani na Yeonsu akampiga mara moja kwa bomba la maji. Akiwa amepotea katika kumbukumbu hizi, Yeonsu anaamua kuajiri mchoraji mwingine badala ya Go, lakini bosi wake anakataa. Anasema hali pekee ya mteja ni kwamba Go ndiye atakayeshughulikia mradi huo. Yeonsu anajisikia kabisa. Kisha Jihoon anamkaribia tena, wakati huu kwa ajili ya kuchukua picha ya filamu. Yeonsu anakataa tena. Usiku, wakati Yeonsu anarudi nyumbani, anakutana na Jihoon mwenye ulevi. Anahisi kwa hisia na kukumbuka usiku wa kujitenga, na kwa ghafla anamshika mkono wa Yeonsu. Mkono wa Jihoon uko mkononi mwa Yeonsu, lakini hawezi kuacha. Moyoni mwake, anajua Yeonsu alimwacha bila huruma, lakini bado hana ujasiri wa kuacha mkono wake. Labda furaha ilikuwa ya ghafla sana kwamba hakupata muda wa kuifanyia kazi. Siku iliyofuata, wakati Yeonsu anapofika ofisini, anajua kwamba Go Jihoon amekubali mradi huo. Alisema wazi kwamba yeye na Yeonsu ni marafiki wazuri. Hii haimfurahishi Yeonsu. Badala yake, anahisi mvutano wa kipekee. Mara moja anaenda nyumbani kwa Jihoon. Anakumbuka alichosema Jung, Jihoon anaweza kwenda kwa urefu wowote kwa ajili ya kisasi. Akiwa mtoto, wakati Jung alipomkasirisha, Jihoon alichukua kisasi kwa kuongeza pH kwenye Ethereum yake na kuwafanya wote walewe na kuhospitaliwa. Hata wakati huo, tabasamu la Jihoon la kukamilisha kazi halikuwa mfichwa. Sasa, Jihoon alikubali mradi huo ili wao na Yeonsu wapige picha ya filamu pamoja na pia kuchukua kisasi cha kibinafsi. Kukutana kwao baada ya miaka 5 ya kujitenga na kutengeneza filamu kunageuka kuwa uwanja wa hisia. Wote wanawalaumu bila kukiri nani alisababisha maumivu zaidi. Kumbukumbu inaonyesha picha ya mwisho ya filamu yao ya shule miaka 10 iliyopita. Ghafla, mvua ilianza kunyesha. Mkurugenzi aliwaacha peke yao kwenda kupata betri na mwavuli. Jihoon anamwona Yeonsu akinyeshewa mvua, akitetemeka kwa baridi. Nywele zake zenye maji zimeambatana na sare yake. Jihoon, akiwa mwenye mchanganyiko wa hisia, anavua blazer yake na kumpa. Awali, Yeonsu alichanganyikiwa, lakini kisha akakubali. Katika wakati huo, uhusiano wa kipekee wa hisia unatengenezwa. Yeonsu anamtania Jihoon moyoni mwake, na Jihoon anamtazama kwa siri. Jihoon anataka kuchukua blazer nyuma kwa sababu yeye ni baridi, lakini aibu ya kiume inamzuia. Kurudi kwa sasa, bado wanawalaumu kwa wakati huo. Yo alianza kwanza. Wanaogopa Jung ataonyesha nyakati zao za upendo katika filamu, kwa hivyo wanapanga kwa makusudi kuleta matatizo wakati wa kuchukua picha ili kukata nyakati hizo. Jung anaanza kuchukua picha ya maisha yao ya kila siku. Jihoon anaamka na kufuata mazoea yake ya kuchosha, wakati mwingine akizungumza kwa bahati mbaya na mjomba kwenye duka la vifaa ambapo anananga tu. Mazoea ya Yeonsu pia ni ya kuchosha. Kukimbia asubuhi, kisha ofisi, kisha nyumbani. Bosi wake wakati mwingine anajishughulisha kwenye kurekodi kukuza kampuni. Usiku, Jihoon anachora, na Yeonsu anapumzika kwenye baa ya rafiki yake bora. Siku moja, Jung anawaita kwenye nyumba ya Jihoon kwa mkutano. Wakati kamera iko mbali, Jihoon ananyoosha kwenye sofa. Katika hali yake ya usingizi nusu, anahisi kana kwamba Yeonsu amekaa mbele yake. Katika ndoto nusu, anagusa shavu lake. Lakini anapogundua ni kweli, roho yake inakaribia kutoka mwilini. Kwa aibu, anamlaumu Yeonsu mara moja, ulikuja hapa kwa siri. Yeonsu anajisikia aibu, lakini Jihoon anabadilisha mada na kumwonyesha studio yake. So anaposhuka chini, anashangaa kuona studio ya Jihoon. Hawezi kuamini kwamba mwanafunzi wa nyuma, dhaifu zaidi, sasa ni mchoraji bora wa Korea. Jihoon anaonyesha kwa kiburi kazi zake za sanaa, lakini kisha Yeonsu anaona uchoraji unaofanana sana. Ni uchoraji huo huo alioharibu kwa bahati mbaya shuleni. Kisha Yeonsu anakumbuka kwamba alijaribu kurekebisha kwa kifutio chake wakati Jihoon alilala darasani usiku wa manane. Sasa uchoraji una rangi za mwisho. Jihoon alikamilisha.
Katika wakati huo, wote wanahisi uhusiano wa hisia. Lakini kwa kuhisi hatia, Jihoon anavuta uchoraji haraka. Hauwezi kuona hii. Sasa Yeonsu anagundua kwamba mpenzi wake wa kwanza anaishi maisha bora zaidi, na yeye mwenyewe anamtegemea kwa kazi. Moyo wake unavunjika. Kwa umaarufu unaongezeka wa Jihoon, wachoraji wengine wana wivu wanakili kazi yake. Mpinzani mmoja, Luya, anadai hadharani kwenye mahojiano kwamba yeye ndiye msanii wa kweli na Go ni bandia. Madai haya yanasababisha upinzani mkubwa dhidi ya Jihoon mtandaoni. Kampuni ya Yeonsu pia inasikia habari. Lakini Yeonsu anasema kwa ujasiri kwamba Jihoon hangeweza kunakili kazi ya mtu yeyote. Usiku huo, baada ya wafanyakazi wote kuondoka, Yeonsu anakaa kwenye dawati lake na kuanza kuandika makala kwa uthibitisho kwamba Jihoon hanakili. Uchambuzi wake ni wakina kwamba huenda hakuwa amesoma kwa makini kwa mitihani ya kujiunga. Asubuhi iliyofuata, Jihoon anakuja ofisi ya Yeonsu. Huko anasikia maneno kwamba meneja Jang anampenda Yeonsu kwa siri. Kusikia hii, Jihoon anawaka ndani. Kwenye mkutano, sura ya Jang inakuwa ya uhasama. Anauliza moja kwa moja, uliniakili? Jihoon anakanusha, na Jang anamwamini. Kisha anamwalika Jihoon kwenye sherehe ya ufunguzi wa maduka Ijumaa. Jihoon hukubali hafla kama hizo, kwa hivyo anakataa mara moja. Lakini mara tu anapojua Yeonsu atakuwepo pia, anabadilisha uamuzi. Nitakuja. Kisha anaenda kwenye maduka kununua mavazi mazuri. Lakini sifa zake za mitindo ni mbaya, kwa hivyo anafikiria kuuliza msaada wa mtu. Kwanza anafikiria kumuita Yeonsu, lakini kisha anakumbuka Jang pia anampenda, kwa hivyo anabatilisha simu. Kisha anamuita Nj. Nj anafurahi mara moja. Kununua na Nj ni uzoefu wa VIP. Wanatumia saa kwenye maduka, lakini Jihoon anaweza kusimama kwa dakika 30 tu. Kumshukuru, Jihoon anampeleka Nj kwa chakula cha jioni. Anafikiria wataenda kwenye mgahawa wa kifahari, lakini Nj anampeleka kwenye vibanda vya barabarani na kumpa tteokbokki. Jihoon anafikiria labda Nj anafanya hivyo kwa sababu ya hali yake ya kifedha, lakini Nj anasema anapenda tu. Kisha anampa msaada wa kihisia. Wakati huo huo, Yeonsu anahariri kitu kwenye mwisho wake. Yeonsu anataka kumfariji Jihoon kuhusu kashfa ya unakili, lakini anavyofikiria zaidi, anahisi hawezi kufanya hivyo. Kwa hivyo anaamua kukaa kimya kwa sasa. Siku ya ufunguzi wa maduka, Jihoon amevaa suti yake mpya. Hata meneja wake anashangaa na sura yake. Wakati huo huo, Yeonsu pia anajitayarisha kwa uangalifu na kwenda kwenye chakula cha jioni, lakini mara tu anapofika, anajisikia nje ya nafasi. Anatoka nje kujipumzisha na kugongana na mwanamume mwenye sura nzuri. Mwanamume huyo anamshika mkono, na wakati anageuka kuangalia, moyo wake unapiga. Lakini wakati huo wa kipekee unaharibiwa wakati Jang, kiongozi wa timu, anafika na kumchukua Yeonsu kukutana na wageni wengine. Jihoon anaangalia kutoka nyuma akihuzunika. Baadaye, mwanamume mwingine mwenye suti anazungumza kwa urahisi na Jihoon. Ni hakika Luya, yule aliyemshtaki kwa unakili. Jihoon hataki hata kuzungumza na watu kama hao, lakini wakati Luya anasema wote watafanya maonyesho ya sanaa ya moja kwa moja pamoja, Jihoon anashangaa. Kisha anasikia watu wakizungumza, wakisema Yeonsu alimtumia kwa utangazaji. Kwa hasira nyingi, Jihoon anaenda moja kwa moja kwa Yeonsu. Lakini Yeonsu hajui chochote kuhusu hilo. Jang anaingilia haraka kisha anasikia watu wakizungumza, wakisema Yeonsu alimtumia kwa utangazaji. Kwa hasira nyingi, Jihoon anaenda moja kwa moja kwa Yeonsu. Lakini Yeonsu hajui chochote kuhusu hilo. Jang anaingilia haraka kwa kusisitiza kuwa kwa yeye, hipe na umakini ndio kila kitu. Kuwa na Luya na Jihoon kwenye jukwaa moja ni dhahabu kwa utangazaji wake. Yeonsu anakataa na kumtaka Jang amsamehe Jihoon. Jung anamwangalia Jihoon ambaye uso wake unaonekana mpole, lakini ndani yake yamevunjika. Shuleni, Jihoon alikuwa na nia ya kuchora tu na hakuwahi kutetemeka kihisia, isipokuwa kwa Yeonsu. Wakati Jihoon na Yeonsu walipokuwa wanandoa, Jihoon alimwendea Jung kwanza. Wakati huo ulimvunja moyo Jung kabisa. Kila wakati Jihoon na Yeonsu walipogombana, Jihoon alikuwa akimwambia Jung, bila kujua kwamba Jung pia alimpenda msichana huyo huyo. Sasa, Yeonsu hajui jinsi ya